Sasa tunaingia chapter ya 3. Anasema mind your own business. Baada ya Robert Kiyosaki kuelezea kuhusu rat race na tofauti ya asset na ability, anaingia kwenye lesson nyingine iliyowachoma watu wengi kimya, mind your own business. Na ukisikia haraka unaweza kudhani anamaanisha usiwaingilie watu, lakini hapa alikuwa anaongelea kitu kikubwa zaidi, kujenga maisha ambayo yanafaidisha wewe, si mfumo pekee. Kwa sababu watu wengi duniani wanaamini wako busy kujenga maisha yao, wakati ukweli ni kwamba wanajenga ndoto za watu wengine. Unaamka mapema, unaenda kazini, unatumia nguvu zako, maarifa yako, muda wako na maisha yako kujenga kampuni ya mtu mwingine. Halafu mwisho wa mwezi unapewa asilimia ndogo ya thamani uliyodharisha, na mfumo ukakufanya uamini hiyo ndiyo success ya maisha yako. Hapo ndipo Kiyosaki anasema the rich focus on their assets column while everyone else focus on their income statement. Maskini wengi wanafocus kwenye mshahara, matajiri wanafocus kwenye assets, na hiyo ndio hidden message ya chapter hii. Kazi yako inaweza kukulipa, lakini asset ndio zinaweza kukuweka huru. Ndio maana watu wengi wana miaka 20 kazini, lakini wakifukuzwa leo, maisha yao yote yanaanguka ndani ya miezi michache, kwa sababu walijenga career lakini hawakujenga mfumo wao binafsi. Rich Dad alimfundisha Kiyosaki kitu cha hatari sana: keep your daytime job but start buying real asset. Kwa maneno mengine, usiache kazi kwa miemko, lakini usiishi maisha yako yote ukiitegemea. Anza kujenga kitu kitakachoishi hata bila wewe kufanya kazi kila siku. Na hapo ndio concept ya mind your own business inaanza kueleweka. Business yako si lazima iwe kampuni kubwa. Inaweza kuwa investment, biashara ndogo, real estate, intellectual property, contacts au mfumo wa income pembeni. Kitu ambacho kinaweza kukuletea pesa hata usipokuwa kazini. Lakini watu wengi wanafanya kosa moja kubwa: wanapopata pesa kidogo zaidi, wananunua liability zaidi. Badala ya kujenga assets, wanajenga image. Wanataka kuonekana wamefanikiwa kabla hawajawa financial free. Ndiyo maana mshahara ukiongezeka, matumizi yanaongezeka, pressure inaongezeka, utegemezi wa kazi unaongezeka, na hapo ndipo mfumo unawafunga zaidi. Kiyosaki anaonyesha kuwa matajiri wa kweli hawaoneshi nguvu zao mapema. Wanatumia pesa kujenga assets, system, ownership. Wakati dunia ipo busy kununua status na psychologically, hii chapter ina expose addiction ya validation. Watu wengi hawataki utajiri, wanataka kuonekana matajiri. Ndio maana wako tayari kuchukua mikopo, kuingia madeni, kuumia financially, ili tu watu waone wana maisha mazuri. Lakini Rich Dad alikuwa anaamini freedom ni muhimu kuliko appearance. Na freedom inaanza pale unapomiliki kitu kinachokulipa, badala ya kuuza muda wako kila siku. Kuna mstari mmoja wa nguvu sana ndani ya lesson hii. Anasema the rich buy assets first. Hiyo ndiyo difference. Maskini wakipata pesa wananunua matumizi, matajiri wakipata pesa wanajenga cash flow kwanza. Ya lesson kubwa chapter hii ni moja: ukijenga maisha yako yote kwenye mshahara, utaishi kwa hofu ya kuupoteza. Lakini ukijenga assets zako taratibu, utaanza kujenga freedom ambayo mfumo hauwezi kuichukua kirahisi.